anawaudhi, na kwa sababu ya umbo lake na ujuzi wake wa kivita, wana Israeli walikuwa wanamuogopa. Wale wanajeshi wa Israeli walikuwa wakimwangalia, wanamuogopa. Anasimama mlimani, anaangalia wana Israeli, anawatusi Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja kijana mdogo, mchungaji wa mifugo, akaangalia, akasema imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia Sauli, nitapigana na huyu mwanaume, nitapigana na huyu mwanaume. Na Sauli akamwambia, huyu bwana huwezi pigana naye, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akipigana vita, ni mtu akona ujuzi wa siku nyingi, ni mtu ambaye amezoea kupigana maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi akamwambia Sauli, amen. Nilikuwa nabadilisha micro. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamwambia Sauli ya kwamba kunaye Mungu ambaye ananiteteanga nikiwa huko malisho, wakati ambapo simba amekuja kunyakua katoto kakondoo, wakati ambapo simba amekuja kuiba kondoo wangu, kumkimbiza na kumnyang'anya, na anapojaribu kunirukia mimi humrarua. Wakati ambapo ndugu anakuja kuiba kondoo, ninamkimbiza na mpokonya, na akijaribu kunirukia ninamrarua. Bwana Yesu asifiwe. Akasema huyo Mungu ambaye alinitetea kutokana na makucha ya simba, huyo Mungu ambaye alinitetea kutokana na makucha ya dubu, atanitetea hata kwa huyo Mfilisti asiyetahiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Na napenda Daudi kwa sababu hakuenda pale na akili zake, hakuenda pale akijua ya kwamba ni kijana mwenye nguvu, hakuenda kupigana na Mfilisti yule akijua ya kwamba ako na jeshi kubwa nyuma yake, but alijua ya kwamba kunaye Mungu ambaye alimtendea siku za nyuma, na akasema huyu Mungu ambaye alimtendea atatenda tena. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimekuja kuambia ya kwamba yule Mungu alikupigania miaka ya nyuma, wakati ambapo ulikuwa hauwezi, wakati ambapo magonjwa yalikuandama, wakati ambapo watu walisimama kinyume na maisha yako, wakaanza kukunenea mabaya, huyo Mungu atakutetea hata sasa wakinuka tena. Amen. Bwana Yesu. Hata ukisimama tena Mungu atakutetea tena. Hawezi kukuacha. Amen. Daudi akamwambia Sauli, kunaye Mungu huwa ananitetea, aliyeniokoa kwa makucha ya simba, aliyeniokoa kwa makucha ya dubu, atanitetea hata kwa huyo Filisti. Na akabeba imani, akajua ya kwamba kunaye Mungu aliye mbele yake, kunaye Mungu aliye ndani yake, ambaye anafanya kazi ndani yake. Akasema huyo Mungu aliyenitetea atanitetea. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipomwangalia Goliathi akaogopa, maana aliona ni jitu kubwa, lakini ndani yake alijua ya kwamba kunaye mkubwa zaidi ya Goliathi. Akaanza kupata nguvu, akaanza kutiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Yule Mungu aliyekutendea wakati ule ambapo ulikuwa chini, akakuinua tena. Yule Mungu ambaye alikutetea wakati ule ambapo ulipata mataksi ya kipepo na akakusimamisha, hata sasa wakati ambapo yameinuka tena, huyu Mungu anaendelea kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Haja kuacha huyu Mungu, bado ako na mipango na wewe. Hata vitu vikubwa zaidi vya kutisha vinapoinuka kwako, bado Mungu atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamwangalia Mfilisti
Mfilisti yule, akaangalia nyuma kulifanyika nini, akasema kama niliweza kuokolewa katika kucha za simba, au wakati alipojaribu kunirarua nilimrarua, nilimshinda hata kwa huyo Mfilisti. Yule Mungu wangu ambaye ananisimamia, yule Mungu wangu ambaye aliniokoa kwa hizo siku za nyuma, bado ataniokoa na huyo Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe. Wewe asubuhi ya leo unakaa unafikiria nitafanyaje, kwa sababu hali hii iliinuka siku za nyuma na nikaombewa ikaisha, lakini bado imeinuka tena. Nimekuja kukwambia ya kwamba yule Mungu aliyekutetea siku za nyuma bado atakutetea, bado atakupigania, bado atakuokoa katika jina la Yesu. Hauna haja ya kuvunjika moyo, hauna haja ya kufa moyo, kwa sababu huyu Mungu bado anaishi na bado atakutetea, bado atasimama ni kwa ajili yako, bado atasimama ni kwa ajili ya jamii yako, bado atasimama ni kwa ajili ya watoto wako. Siku ya leo, asubuhi ya leo, nimekuja kukwambia ya kwamba kunaye Mungu anayetetea wanawe, kunaye Mungu anayepigania wanawe wakati ambapo umefika mwisho. Biblia inasema kwamba yeye ndio mwanzo tena ndio mwisho, yeye ndio mwanzo tena ndio mwisho. Chochote ambacho kinakusumbua, kunaye Mungu ambaye anaweza kusimama akakutetea na kukupigania. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaweza tukavunjwa moyo na wapendwa, wakati mwingine tunaweza tukavunjwa moyo na marafiki, wakati mwingine tunaweza tukavunjwa moyo hata na wazazi wetu, lakini wakati huo ukifika, kunaye Mungu ambaye anakuja na kukutetea na kukutia moyo tena. Kuna Mungu ambaye anakuja na kukuencourage tena. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kukuacha huyu Mungu. Haangalii hali yako ulio nayo wakati huo, haangalii unavyoishi, anakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakutetea tena, Mungu atakupigania tena, Mungu atakusimamisha tena, Mungu atakuonekania tena katika maisha yako. Kuna wakati unafika hata maombi inakuwa ni mzigo. Wakati ukifika, jua kunaye Mungu na huyu Mungu atakuinua tena. Wakati ambapo uko chini, jua kuna Mungu na huyu Mungu atakuinua tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa wanafanya kazi nzuri tu sana. Kuna watu ambao walikuwa watoto wao wanasoma vizuri, lakini ikafika mahali pesa zikaanza kuisha. Yule Mungu aliyekupatia pesa wakati huo bado atakutetea hata sasa. Hawezi kukubali waipike, hawezi kukubali waipike katika jina la Yesu. Anaenda kutetea watoto wako, anaenda kupigania familia yako, kwa sababu Mungu huyu atakutetea tena. Bwana Yesu asifiwe. Hajachoka kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Napenda Daudi kwa sababu alisinywa na ile hali iliyokuwa pale. Alisinywa na ile hali iliyokuwa pale na akasema hapana, lazima nichukue hatua, na akakumbuka kunaye Mungu ambaye ananipigania, ananitetea. Hata nikiwa peke yangu malishoni, wakati ambapo dubu anataka mifugo yangu, mimi humpiga na humuua. Yule Mungu ambaye ananitetea katika zile kucha za dubu na simba atanitetea tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laiti Daudi angekufa moyo, laiti Daudi angekuwa kama wale wanajeshi, ule woga waliokuwa na Mungu wao wanatukanwa, jamaa hawasikii kusinywa. Pengine walikuwa wanasikia kusinywa, lakini wanashindwa tu utaanzia wapi. Yule jamaa ni mtu mkubwa mwenye ujuzi, anataka mtu atoke pale amumalize. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi akaangalia, akaona Mungu wake ni Mungu aliye mkuu. Kama vile hapa asubuhi tumekusanyika mahali hapa tukiwa na imani ya kwamba tumekuja kwa sababu tuko na Mungu ambaye ni Mungu mkuu. Haangalii tatizo lako ni kubwa namna gani. Nimekuja kukwambia hata asubuhi ya leo, hata tatizo likiwa kubwa jinsi gani, kunaye mkubwa zaidi ya hilo tatizo. Kunaye mwenye nguvu zaidi ya hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunafika mahali tunazimia moyo, tunaanza vizuri, tunafika mahali tunaona kwamba hapana, tunachoka. Usichoke ndugu yangu, usichoke dada yangu, kwa sababu kunaye mtetezi. Yule aliyekutetea siku za nyuma
Wakati ulipokuwa mgonjwa akakuponya. Wakati ambapo jamii ilisambaratika akaisimamisha tena. Bado anaishi, hata ikisambaratika ataisimamisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Tukae na imani. Tuingie nyumba ya Bwana tukiwa na imani ya kwamba si bure tumekuja hapa. Mungu ako na lengo na sababu, na sisi ako tayari kututetea kwa kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakutetea tena. Naomba tuangalie kitabu kile cha Waamuzi. Natamani tusome kitabu alafu tuingie kwa maombi. Tuombe tu asubuhi leo, tumwambie Bwana atutetee. Kitabu cha Waamuzi 16:20 na 27.